Haleluya, mtu wa Mungu. Napenda kumshukuru Mungu sana kwa nafasi hii aliyotupa ya kuishi. Nikiwa niko maeneo ya Kigamboni hapa. Siku ya jana tumetoka kumsindikiza mtoto wetu, binti yetu Sifa Bujune, akiwa amevipiga vita na ameumaliza mwendo salama kabisa. Mimi iwe kwa hali yoyote, katika kifo cha Sifa kimenifundisha mambo mengi sana katika maisha tulionayo. Kimenipa challenge kubwa, kwa sababu maisha aliyokuwa anaishi Sifa ilikuwa ni maisha, ni kama kuna vitu alivyokuwa anatizamia mbele kwamba yangetokea kama hayo yaliyotokea. Alikuwa anatengeneza maisha yake kwa ajili ya safari aliyokuwa nayo. Sasa najua mashetani popote alipo yanajipanga aidha amefurahia kwa kilichoendelea, lakini yao yamefurahia kwa kifo alichoondoka Sifa. Ni kifo cha heshima sana, ambacho hata mimi pia natamani ningeondoka kwa kifo hicho, kwa sababu ni kifo ambacho yani ni ushuhuda ambao utasemwa kwenye vizazi vingi mno. Hautaondoka kwa wepesi kwenye macho ya watu, kwenye mazingira ya watu, kulingana na kazi alizozifanya. Ni nyingi mno ambazo hata ukianza kutaja moja moja ni kazi ambazo muda utoshi. Kwa hiyo hii imenipa funzo kubwa mno la kujitengeneza na pia kujiandaa katika safari tulionayo, kwa sababu hapa duniani sisi sote tunaoishi kwa hali yoyote, hakuna atakayebaki, wote tutaondoka, ila inategemeana utaondoka kwa staili zipi. Lakini mimi laiti ningependa tuondoke kama staili za mtumishi wa Mungu alivyoondoka. Hata kama mashetani mmejipanga kwamba bado fulani na fulani, kwa mujibu wa Biblia, tangu kuumbwa kwa ulimwengu, mwenye haki hakuwahi kupendwa, hakuwahi kubaki salama. Kwa hiyo haitutishi imejipangaje kusema sehemu ambayo mambo hayako sawa. Tutasema hata usiowazania nao watasema, hata mimi usionizania nitasema sehemu ambayo haiko sawa. Ila nachokisema, hatuogopi kifo, hatuogopi maumivu yaliyoko ndani ya kifo, kwa sababu hata baba zetu waliyapitia, waliburuzwa, walipitia changamoto nyingi za mashetani waliokuwa wamejipanga, walipitia mateso mbalimbali. Kwa hiyo sisi hatutakuwa wa kwanza, au Sifa sio wa kwanza. Hata kama mashetani mejipanga, tunaamini yuko Mungu ambaye ni mhukumu wa haki. Yeye anajua cha kuamua. Kwa hiyo tutasoma katika Waebrania 12 mstari wa kwanza. Anasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi,
na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kwa hiyo Sifa amekuwa miongoni mwa watu mashahidi ambao tumeishi naye kwenye maisha haya. Tumeona harakati zake akiwa anapambana kutetea watu, akiwa anapambana kugusa hata kwenye maisha ya kawaida ya watu. Kwa hiyo hata sisi pia ametokea miongoni mwetu ambaye amekuwa shahidi katika maisha ya tunaoishi. Kwa kama tulizoea kuwasoma baba zetu, basi picha ya baba zetu tumeipata kwa mtu ambaye anaitwa Sifa Buyune. Kwa tunaamini mashetani mnaojipanga, mnaotuzamia kujipanga kwa hali yoyote katika kipindi hiki tulicho nacho, naamini adui wa kwanza kabisa sio mlevi, sio mtu wa rushwa, sio yule mtu ambaye anafanya uovu, anafanya ubaya katika jamii. Huyo katika kizazi hiki tulicho nacho, huyo ndiye aliyekuwa rafiki au mnayemwona rafiki. Lakini anayepinga ubaya, anayepinga matatizo, anayepinga wala rushwa, anayepinga dhulma, leo amekuwa ndiyo mtu mbaya. Sasa hatutaogopa kupinga vitu hivyo kwa sababu ya kuogopa kifo, kuogopa mateso. Kwa hiyo kwa sasa nikiwa maeneo haya ya Kigamboni kama nilivyosema mwanzo, nikiwa natoa hii klipu. Kwa hiyo mashetani popote mnapojipanga, mashetani wa kuzimu, mimi naamini kwa yoyote hatuogopi kufa, kwa sababu tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi ambao wameandikwa katika Biblia hii. Ukianza kusoma Biblia yote hii ni watu ambao ni mifano katika maisha yetu. Kwa hiyo mimi niishi hapa kwa wakati huu, lakini tutakutana tena katika vipindi vijavyo. Na mshukuru Mungu sana katika haya. Amen.